Mama yetu alikisogelea kipaza sauti. Sauti yake ilikuwa hafifu, lakini aliweza kusikika. Hii ni dondoo, eleza muktadha wa dondoo hili katika riwaya Nguu za Jadi. Nani anazungumza haya maneno, au ni nani anaambiwa nani, wako wapi na lengo. Kwa hivyo inapatikana katika ukurasa wa 178. Hapa ni wakati ambapo Ronale alikuwa anataka kutoa hotuba kwa watu wake baada ya ushindi wake mkubwa dhidi ya Mtemi Lesuria. Alikuwa ameshinda kiti cha utemi. Sasa alitaka kwa hivyo haya ni maneno ya vijana wakimshangilia Mangwasha aliyejumuika jukwani pamoja na Ronale. Ni katika uwanja au uga wa kitaifa. Ni baada ya Ronale kushinda uchaguzi na kutaka kutoa hotuba yake kwa wananchi wa Matuo. Kwa hivyo tunaona, ukisoma hiyo hadithi, ni vijana walikuwa wanamshangilia Mangwasha alipokuwa akipanda jukwaa kumshikilia Ronale, kwa sababu Ronale hakuwa na nguvu hata ya kuongea na kusimama peke yake kwa sababu ya ule udhaifu aliokuwa nao. Kwa hivyo vijana walimshangilia Mangwasha alipopanda jukwani kujumuika na Ronale akitoa hotuba yake. Bainisha sifa mbili za aliyetoa sauti. Kwa hivyo aliyetoa sauti ni Ronale. Unapeana sifa za Ronale kwa sababu sasa ukishatambua ni nani aliyefanya. Kwa hivyo tumetambua mwenye sauti ni Ronale, aliyeshangiliwa ni Mangwasha, aliyeshangilia ni vijana walimshangilia Mangwasha. Kwa hivyo utakuwa umegonga ndipo. Sifa za Ronale: ni mtetezi wa haki. Tunajua Ronale anapigania haki za Waketwa waliochomewa makazi yao na kufurushwa kutoka Matango. Anaungana na Mangwasha kupeleka kesi kotini au mahakamani, na kisha baadaye tunaona wakiweza kushinda na kuchukua ardhi yao waliokuwa wamenyang'anywa. Ni mvumilivu. Ronale amevumilia sana. Anatekwa nyara, biashara yake inaathiriwa. Anavumilia biashara yake ya usafiri na wa magari wa umma inapoathiriwa na vitendo dhalimu vya wafuasi wa Mtemi Lesuria. Magari yake yanakamatwa ovyo kwa makosa madogo madogo. Kwa hivyo alivumilia hayo yote. Alivumilia kutekwa nyara. Alivumilia mambo mengi. Ni jasiri. Kuwania kiti cha Mtemi haikuwa kazi rahisi katika nchi ya Matuo. Kwa hivyo licha ya vitisho vya Mtemi Lesuria, licha ya kusumbuliwa, licha ya yote aliyoyapitia, alionyesha kuwa na ujasiri wa kipekee. Ana msimamo dhabiti. Ronale anaonyesha msimamo dhabiti pale anapokamia kupigania kiti cha Mtemi wa Matuo. Liwe liwalo, hata baada ya kupitia mateso na mitego mingi, habadilishi msimamo wake. Isitoshe, habadilishi biashara ya usafiri wa magari licha ya masumbufu aliyoyapitia. Kwa hivyo ana msimamo. Aliposema biashara yangu nitaendelea licha ya kwamba ninawekewa vikwazo, lazima nitaendelea na biashara yangu ya usafiri wa magari ya umma. Fafanua mbinu mbili za kimtindo katika dondoo hili. Mbinu za kimtindo, kuna takriri. Mama yetu. Mama yetu imeweza kurudiwa. Takriri ni kurudia. Mama yetu. Mama yetu. Kwa hivyo hiyo ni takriri. Unaandika ni takriri. Unatambua
mbinu kisha unatoa mfano. Ni da yetu. Yetu una mshangao, ni da ni hali ya kushangaa. Kwa hivyo ni taswira sikifu. Kuna taswira sikifu. Sikifu, sauti yake ilikuwa hafifu lakini iliweza kusikika. Kwa hivyo tunaona taswira sikifu. Tuko na aina nyingi ya taswira. Kwa hivyo nataka nikupitizie ama nikukumbushe aina ya taswira. Tuko na taswira ya kuona. Taswira ya kuona inaitwa taswira oni. Inajenga picha inayoweza kuonekana kwa macho ya akili kama vile rangi, maumbo na mazingira. Kwa hivyo kuna taswira oni. Kuna taswira kusikia. Inaitwa taswira sikifu. Hii inahusiana na sauti au kelele ambazo msomaji anazisikia akiwa anasoma na kusikiliza. Kuna taswira mguso. Inaleta hisia ya kuguza. Kwa mfano hapa hivi tunapoambiwa alinigusa nikahisi. Kwa hivyo mtu anasema alinigusa nikahisi ni kana kwamba ni barafu. Kwa hivyo unaona hapa kuna taswira mguso. Taswira mnuso. Kuna ile kwamba nilihisi harufu ya manukato. Kwa hivyo kule kuhisi harufu ya manukato inaitwa ni taswira mnuso. Ni taswira mnuso inayonusa harufu, iwe nzuri, harufu nzuri au mbaya. Taswira onjo. Chakula tulichokula kilikuwa kitamu. Sawa. Sasa anaposema chakula kilikuwa kitamu au kilikuwa kichungu ama kilikuwa nini, hiyo ni onjo, yani ya kuonja. Inaitwa taswira onjo. Inahusu ladha ya chakula au kitu cha kula. Taswira mwendo. Anaposema nilitoka mbio bila kujali kwamba haraka haina baraka. Nilikimbia ili kujiokoa katika maisha yangu. Kwa hivyo hiyo ni taswira mwendo inayoeleza jinsi gani alivyotembea kwa haraka, kwa polepole. Kwa hivyo si kukimbia pekee. Inawezekana kama alikuwa anaenda kwa mwendo wa polepole. Huo inaitwa taswira mwendo. Taswira mwendo. Ya mwisho ni taswira hisi. Inahusu hisia za ndani kama furaha, huzuni au hasira. Hiyo inaitwa taswira hisi. Unapohisi hasira, furaha, alikuwa na furaha mithili ya ama. Kwa hivyo furaha inaitwa ni taswira hisi. Alihisi. Jadili umuhimu wa mhusika anayetoa sauti katika kuijenga riwaya ya Nguu za Jadi. Kwa hivyo tunataka kuangalia umuhimu wa Ronale katika kuijenga riwaya ya Nguu za Jadi. Umuhimu wake ni upi katika kuijenga? Kwanza, Ronale anakuza maudhui mbalimbali kama vile utetezi wa haki. Anashiriki na raia wengine kutetea haki za waketwa. Anashiriki na raia wengine kutetea haki. Kwa hiyo anakuza maudhui. Umuhimu wake ni kwamba anakuza maudhui mbalimbali kama vile utetezi wa haki za kibinadamu. Vile vile anajenga sifa za Mtemi Lesulia kuwa katili anapompangia na kumteka nyara. Kwa hivyo tunaona anajenga sifa za Mtemi Lesulia kuwa katili na mtu ambaye hana utu, kwamba anampangia, anamteka nyara siku moja kabla ya uchaguzi. Anakuza ploti. Anahusika katika tufushi mbalimbali kama kushiriki katika biashara, kutekwa nyara na kuwania uongozi. Kwa hivyo anakuza ploti ya riwaya ya Nguu za Jadi. Vile vile ametumiwa kujenga mandhari tofauti katika riwaya. Kwa mfano hospitalini. Hospitalini anajenga pale ambapo yeye, Mangwasha na wengine wanapoenda hospitalini kumtembelea Mrima na kumsihi aweze kurudi nyumbani ili kujenga familia yake. Baada ya kupeleka hospitalini Mrima, anaonekana kujenga mandhari hiyo. Pia anajenga mandhari ya nyumbani, anajenga pia mandhari ya uga wa kitaifa.
Ronale ni kielelezo cha wanaume au ni kielelezo ya viongozi jasiri wanaojitolea kuongoza wengine, kutetea haki zao na za wengine. Ronale pia anakuza mgogoro baina ya Mtemi Lesulia anapokuwa mpinzani wake wa kisiasa. Unamwona anasua mgogoro pale. Anawakilisha viongozi wanaozingatia demokrasia na haki ya wananchi. Vile vile kupitia kwake tunaona kwamba wananchi wanakuwa na imani ya uongozi mzuri na matumaini katika maisha. Ronale ni kielelezo cha watu wasiokata tamaa maishani. Ni kielelezo cha watu ambao hawakati tamaa katika maisha. Ametumiwa pia kuonyesha jinsi ushirikiano miongoni mwa wananchi unavyoweza kubadilisha uongozi dhalimu. Mwisho, ametumiwa kama chombo cha kuleta mabadiliko katika utawala usioridhisha wa Mtemi Lesulia, utawala wa kiumra, utawala wa kimapafu, utawala wa chuma. Kwa hivyo ametumiwa kama chombo cha kuleta mabadiliko katika utawala usiokuwa wa haki. Changanua mtindo katika dondoo hili. Umejuaje? Una ithibati au ni uzushi tu? Mwanamume mwingine aliyekuwa na sauti nene kama radi aliuliza, hatuwezi kumuona chifu, bwana chifu? Hatuwezi kumuona bwana chifu? Lazima anaelewa mambo haya. Ajuza mmoja aliyekaa mbali na wao aliuliza, wapi? Kwanza huyo ndiye munafiki mkubwa. Tunataka kuchambua, unapoambiwa uchanganue, unaangalia ni mbinu gani zilizotumika katika kifungu hicho. Kwa hivyo lazima huo unaelewa mbinu zote katika fasihi. Kwanza tuko na tahasibi, ambapo tunaona hapa ukishataja tahasibi unapea mfano. Mfano ni sauti nene kama radi. So kama radi hiyo ni tahasibi. Kuna maswali ya baraka, kwa mfano umejuaje? Una ithibati au ni uzushi tu? Kwa hivyo hayo ni maswali ambayo hayahitaji majibu. Kwa hivyo unatoa maswali baraka kisha unapeana mfano. Mjadala, mazungumzo. Kuna mazungumzo hapo, kwa maana huyu anaongea, huyu mwingine anazungumza, huyu anarudisha. Umejuaje? Una ithibati? Mwanaume mwingine. Kwa hivyo tunapokuwa na usemi, matumizi ya usemi halisi, kwa hivyo kuna mjadala, kuna mtu anazungumza na mwingine, kuna mtu anazungumza. Kwa hivyo mjadala imetumika pale. Kuna kinaya pia. Kiongozi ambaye ni Chifu Mshabaha aliyetarajiwa kuwa suluhisho anaonekana kuwa adui. Mfano anasema Chifu Mshabaha ni munafiki mkubwa. Kwa hivyo hapo tunaona ni kinaya kwamba Chifu Mshabaha ambaye anafaa kuwa ni suluhisho, ni mtetezi wa haki za kibinadamu, kwa sababu yeye kiongozi, tunaona yeye ndio munafiki mkubwa kulingana na usemi huo. Nchi ya Matuo inahitaji ujenzi mpya. Thibitisha kwa kurejelea hotuba ya Ronale. Kwa hivyo lazima ujue hotuba ya Ronale. Ronale alipotoa hotuba yake alizungumzia nini na nini na nini. Kwa hivyo tunataka kujua Ronale alitaka mabadiliko yapi na ni mambo gani aliyoyaahidi kuyafanya ambayo Mtemi Lesulia hakuwahi kuyafanya. Katika hotuba yake Ronale aliweza kuahidi kwamba atapiga vita wezi na walaghai katika nchi. Kutakuwa na nchi mpya. Kwa hivyo swali ni Matuo inahitaji ujenzi mpya, mabadiliko katika uongozi. Kwanza Ronale aliahidi kupigana
kupiga vita wezi na walaghai katika nchi ya Matuo, kukata mfumuko wa bei katika nchi ili kurahisisha maisha ya wananchi. Vilevile alitaka kugusa zao ghafi la ndani linalofisidiwa na urudufu mwingi wa majukumu katika idara za serikali. Alitaka kukata mirija ya wasaliti wa nchi wanaofuja mali ya umma. Vilevile alitaka kukomboa ukiritimba au kubomoa ukiritimba wa kiuchumi unaoendelezwa na wahalifu wachache. Alitaka kupokonya mashamba, machumba na mali ya umma kwa waliomiliki kinyume cha sheria. Vilevile alitaka kukamata mafisadi wote waliopora mali ya umma na kukimbilia ugenini. Alitaka kuwapa vijana kazi. Aliahidi kwamba vijana watapata kazi, hiyo ni kujenga Matuo upya. Kudhamini na kuwahusisha wazee wenye ujuzi na uzoefu wa maisha ili wafae vijana. Pia aliahidi kuzingatia usawa wa kijinsia ili jinsia moja isidumishe ukandamizaji dhidi ya nyingine. Vilevile aliahidi kupigana na ukabila kwa kujiona wao kama taifa moja. Hizi ndizo ahadi alizozitoa ambazo zinajenga upya Matuo. Kutofumbia macho maovu wala kuyaziba masikio. Lazima wayakatae. Hakutaka kufumbia maovu. Kupiga vita rushwa. Ronald alisisitiza kuwa utawala wake hautavumilia ufisadi na unyakuzi wa mali ya umma uliokuwa umezoeleka jijini Mtemi-Lesuli. Aliahidi kukuza uchumi. Anatoa mikakati ya kufufua na kukuza uchumi wa nchi ya Matuo ili kuinua viwango vya maisha ya wanamatuo wote. Vilevile aliahidi umoja na utangamano. Alihimiza umuhimu wa kuondoa ukabila kabisa na ubaguzi baina uhasama na kuondoa uhasama wa hapo awali kati ya Wakule na Waketwa na kujenga jamii yenye usawa. Vilevile aliahidi kurejesha haki. Ronald anaahidi kuwasaidia wale waliodhulumiwa kama vile jamii zilizonyanyaswa na kufukuzwa kule Matango kwa ardhi yao. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa hotuba ya Ronald na hayo ndio aliyoahidi, na unapoyaelezea haya hakika unatoa ujenzi mpya katika nchi ya Matuo. Sehemu ya cha tamthilia Alege Pembea ya Maisha. Jibu swali la 4 au la 5. Aliyesema mwanao ndiye mwokozi wako siku za shida hakukosea. Eleza muktadha wa dondoo hili. Kwa hivyo haya maneno ni ya nani? Anayerejelewa ni nani? Anamwambia nani na wakiwa wapi? Ni nani? Umejua? Basi. Haya ni maneno ya Sara. Kwanza yanapatikana katika ukurasa wa 12. Hapa ni pale ambapo Sara alikuwa ametuma ujumbe ili Dina akuje kumtayarishia chakula kwa sababu maradhi yalikuwa yamemfanya yamemkula kiasi kwamba hangeweza kuingia jikoni na kutayarishia mumewe chakula. Kwa hivyo Sara
anapokuwa nyumbani kwake wakiwa na Dina, wanakuwa wakizungumza na kukumbuka jinsi Sara maradhi yalivyokuwa yamemkula. Kwa hivyo ni maneno ya Sara, msemewa ni Dina, na mahali ni nyumbani kwa Sara jikoni. Ni baada ya Sara kuugua na maradhi yaliyomdhoofisha mwili, lakini akapata nafuu alipopelekwa hospitalini na Neema. Kwa hivyo Dina alikuwa amesema kwamba ugonjwa kwanza, walipokuwa wakizungumza, Sara alikuwa amesema kwamba huyu maradhi yangekuwa yamemwangamiza, lakini kwa sababu Neema aliingilia kati na kukuja kisha akampeleka hospitalini, kwa hivyo hangekuwa hai kuelezea hayo kuwa akiyazungumza. Hapo ndipo aliposema kwamba hakika aliyesema mwanao ndiye mwokozi, kwa sababu kwake Neema alikuwa mwokozi kwake. Ndiye alisema maneno haya kwamba aliyesema mwanao ndiye mwokozi wako siku za shida hakukosea, kwa sababu tunaona Neema hakika aliweza kumsaidia kumpeleka hospitalini na sasa yuko anapata nafuu. Bainisha sifa mbili za msemaji wa maneno haya. Msemaji wa maneno haya ni Sara. Sifa zake tunazijua, ni mvumilivu. Sara alivumilia mateso ya mume wake ambaye alimlaumu kwa kutopata mtoto wa kiume. Mume wake alimtesa kutokana na kosa ambalo kwa hakika halikuwa lake. Ni mpatanishi. Sara ni mpatanishi kwa kuwa alimshauri bintiye amuelewe mume wake ambaye alitii utamaduni uliomfanya asimkubalie mkwe wake alale nyumbani kwake. Pia alimshauri bintiye amshukuru mumewe kwa kumruhusu kutumia hela zake kumtibu yeye aliyekuwa anaugua. Kwa hivyo ni mpatanishi. Vile vile ni mwenye utu. Sara alijali sana ndoa yake na kumpenda mumewe licha ya vujo zake. Mwenye hekima. Maneno aliyozungumza yana wingi wa hekima na busara. Anamweleza Asna asicheze na akili zake, ijapokuwa hakupata elimu sawasawa. Kwa hivyo asicheze na akili ya Sara. Anamwambia Asna asicheze na akili yake kwa sababu si ati kwa sababu hakusoma sasa acheze na. Kwa hivyo ni mwenye hekima. Ni mlezi mwema. Anawalea wanawe kwa kuwapa mawaidha ya busara. Anawasihi kuheshimu ndoa, utamaduni na baba yao. Pia ni mtamaduni. Sara anasema kuwa fimbo hurithiwa na mtoto wa kiume wala si mtoto wa kisichana. Tena tunamuona akimtetea bwana yake kuhusiana na suala la kazi za jikoni na kuteka maji kisimani. Hiyo haikuwa kazi ya mwanaume. Kwa hivyo Sara ni mtamaduni halisi. Thibitisha ukweli wa dondoo hili kwa kurejelea tamthilia hii. Thibitisha. Kwa hivyo kuthibitisha ukweli wa dondoo. Dondoo yenyewe tumesema ni kwamba hakika aliyesema kwamba mwanao ndiye mwokozi. Kwa hivyo tunataka kuona mwanaye ambaye ni Neema ni jinsi gani ukweli wa hii dondoo katika riwaya nzima katika tamthilia yote ni upi, ukweli huo unatokea wapi? Neema na Bunju wanajengea Yona na Sara nyumba. Kwa hivyo watoto hawa wamekuwa wokozi wao, wamewaokoa. Kwa hivyo tunaona hii ikifanyika. Neema anamnunulia mamake mtungi wa gesi ili kurahisisha kazi ya kupika. Neema vilevile na Bunju wanashirikiana kuwasomesha Salome na Asna hadi chuo kikuu. Neema anampeleka mamake hospitali ili apate matibabu. Neema anamtumia Yona pesa za matumizi na kumuondolea aibu akiwa katika kikao cha wazee wenzake. Kwa hivyo unafaa kupeana
ni jinsi gani watoto walivyowasaidia wazazi. Kwa hivyo ukipeana hiyo utakuwa umethibitisha ukweli wa dondoo ya iliyorejelewa hapo juu. Fafanua jinsi maudhui ya uwajibikaji katika ndoa yalivyoshughulikiwa katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Uwajibikaji katika ndoa. Kwanza Sara na Yona wanajikakamua kuwalea watoto wao kwa njia inayostahili, japo hawakuwa wanajiweza kiuchumi baada ya Yona kuvutwa kazi. Baada ya Yona kupigwa kalamu, wanaonekana kwamba wanaendelea na kutunza na kuwalea watoto wao vizuri. Sara na Yona wanajitahidi kuwasomesha watoto wao. Neema alisoma hadi chuo kikuu. Sara na Yona wanawajibika kwa kuwatimizia watoto wao mahitaji ya kimsingi kama vile chakula na mavazi. Hiyo ni kuwajibika katika familia. Neema na Bunju wanashirikiana kumsomesha Salome hadi chuo kikuu. Uwajibikaji huo. Bunju na Neema wanamwajiri Bella ili awasaidie katika ulezi wa Lemi na shughuli za pale nyumbani. Huo ni uwajibikaji. Bunju amejengea familia yake nyumba kwa kutumia mkopo ambapo haumpi amani. Bunju anawajibika kwa kujenga nyumba ila ijapokuwa hakuwa na pesa, ilibidi atafute mkopo ajenge nyumba, ijapokuwa hayo madeni hayampi amani. Bunju anagharamia karo ya Mina katika shule ya bweni. Huo ni uwajibikaji. Bunju vilevile anawajibika kwa kuhakikisha kuwa familia yake ina chakula na mavazi. Bunju anawajibika katika kufuatilia masomo ya Lemi shuleni. Yona aliangalia ng'ombe shambani huku Sara akipeleka maziwa na kuuza bidhaa sokoni. Bunju na Neema hurauka asubuhi na mapema kwenda kazi na kurudi watoto wakiwa wamelala. Wamewajibika. Kwa hivyo unafaa kutoa hoja 10 ili upate alama 10. Hoja ni 10, moja alama 1. Hoja 1 alama 1. Eleza namna mwandishi alivyofaulu kutumia mbinu zifuatazo katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Kinaya. Kinaya kimetumika ni kinaya kuwa Sara na Yona kutamani wapate watoto kisha wanapojaliwa watoto watatu wa kike tena wanalalamika ya kuwa hawana mtoto wa kiume. Hapo ni kinaya. Ni kinaya kwamba tunaona kuwa kuwa mashirika wengi wanafutwa wafanyikazi wao ili kazi inazidi kuwa wengi. Mashirika. Tunaona kuwa mashirika mengi yanawafuta. Simutulie kwanza niko karibu kumaliza. Ani, tulia kwanza. Ni kinaya kwamba mashirika mengi yanawavuta au yanawapiga karamu wafanyikazi wao ili hali kazi inazidi kuongezeka. Kinaya kinajitokeza wakati Lemi anaboresha matokeo yake, lakini Bunju analalamika kuwa ameshuka nambari.
Ni kinaya kwa Asna kusoma na kuhitimu chuoni, lakini baada ya masomo hapati nafasi ya ajira. Ni kinaya kwa Yona kuanza kuonja pombe akiwa chuoni, ili hali alikuwa ameshikilia dini na alikuwa anahubiri. Ni kinaya kwa Asna kulalamika kuwa Bunju ni mchoyo, ili hali amemsaidia sana katika kusomesha Salome, kujengea Yona na Sara nyumba. Ni kinaya kulalamika kwamba Bunju ni mchoyo, ili hali amewasaidia akina Asna, Salome na hata amewajengea nyumba Sara na mumewe Yona. Ni kinaya kwa mwalimu Yona aliyeipenda kazi yake kuja baadaye kuitelekeza hadi akafutwa kazi. Ni kinaya kama Sara asemavyo kuwa Yona nyumba yake haijui hata jumvi inakowekwa, na kuwa anajua tu msalani, sebuleni na chumba cha kulala. Ni kinaya kwamba Yona nyumba yake hajui hata jumvi inakowekwa, na kuwa anajua tu msalani, sebuleni na chumba cha kulala. Sara anasema kuwa binadamu hata wakati wa mambo mengi mazuri, wao huyasahau yote wakati wimbi moja linawapiga. Ni kinaya kwa Neema kumlaumu Yona kwa kutosaidia Sara, ili hali Yona alikuwa anaandaa chakula na kufanya kazi nyingine za nyumbani. Ni kinaya kuwa Lemi ameongeza alama kwenye mtihani, ili hali anashuka katika nambari darasani. Ni kinaya kuwa Neema ambaye Asna anasema alikuwa hodari na asiyeshindika darasani, mtihani ya ndoa inamnyumbisha. Ni kinaya kuwa Neema ambaye Asna anasema alikuwa hodari na asiyeshindika darasani, mtihani ya ndoa inamyumbisha. Ni kinaya hicho. Mbinu rejeshi. Dina anasimulia kuwa jinsi Sara na Yona walipitia matatizo katika ndoa yao mwanzoni. Yona alikuwa anampiga wakati huo. Haya yote Dina anayoyasimulia ni katika mbinu rejeshi. Bunju anamkumbusha Neema jinsi alivyompata hali mahututi baada ya ajali. Kupitia mbinu rejeshi, Sara hakuweza kuelimika, kwani anasema siku hizo watoto wasichana walikuwa wanaozwa. Sara anasimulia mambo ya awali aliyomfanyia Yona kumpoteza kazi yake ya kuwa mwalimu. Sara anasimulia mambo ya awali yaliyomfanya Yona kupoteza kazi yake ya walimu. Anatumia mbinu rejeshi kusimulia hayo. Bunju akizungumza na Ben Yona anaeleza Luka na Ben jinsi wanafunzi wenzake chuoni walimshinikiza aonje ulevi. Yona anatumia kisengera nyuma, ambayo ni mbinu rejeshi, kueleza jinsi baba yake Karasinga alikuwa Mwafrika
wa kwanza kufanya katika duka la muhindi. Sara anasimulia jinsi zamani barabara zilikuwa kwa hali ya chini na usafiri ulitatizika. Dina anaturejesha nyuma kiwakati katika mazungumzo yao na Kiwa, ambapo anasimulia kuhusu maisha ya awali ya familia ya Yona na Sara. Kupitia mbinu hii tunapata kuelewa shida ambazo Sara na Yona walizipitia, hasa masimango ya watu waliowasema kwa kukosa kupata watoto. Bunju na Neema wanaturejesha nyuma kwenye ajali iliyompata Neema. Bunju anasema alimpata Neema akiwa mahututi. Mbinu rejezi vile vile pia imetumika katika kupitia mazungumzo baina ya Beni, Luka na Yona. Hususan Yona anakumbuka maisha yake ya awali alipokuwa kijana na mwalimu. Yona anaeleza kuwa alikuwa anarauka kwenda shuleni akiwa na kiboko mkononi na hakupenda wanafunzi kuchelewa kufika shuleni. Vilevile anakumbuka namna alivyovibeba vitabu kwenye baisikeli yake kwenda kuvisahisha wikendi. Mbinu rejezi imetumika pale ambapo Neema anakumbuka usafiri wa zamani kabla ya mabadiliko ya teknolojia. Anasema kuwa zamani wangechukua siku 3 kupambana na barabara ya vumbi, na mvua iliponyesha kulikuwa hakuendeki mpaka barabara ikauke ndipo safari iendelee. Asante, kumbuka kushare na kusubscribe.